Nikarudi nyumbani, mlango ulikuwa hujafungwa wala nini. Fika pale nimechukua nguo, nimeenda zangu kufua. Kumbe kwenye ile dustbin kuna kisu. Sijajua hiyo kisu kilikuwa kimekaa saa ngapi. Kabla sijaenda kufua nimeenda kuchukua simu kwa kaka wangu ambaye ninapotea viatu nini. Nikaenda kuchukua na simu. Naanza kufua kule. Sasa watu wapili kachoka. Bana hizo nguo. Ngoja nikapumzike kwa sababu sijalala vizuri kule gesteni. Muda wote nastuka tu. Ngoja nikapumzike tu. Maana sasa kitendo nainuka. Naona watu wamenizunguka. Unajua watu wamenizunguka hivi. Kumbe kuna gari limelipaki huko. La shemeji yangu mmoja hivi. Ile simu ngaja nikaitoa, nikaitega kwenye video camera. Hop. Nikaitia mfuko. Kuja na pikipiki tu ameleta pikipiki akaigeuza. Bwana Yusufu, tunataka kupeleka kwa kuchoma sindano. Sasa hata tukuelewe. Nikamwambia sasa ndio nafua au na shida gani? Sasa ndo anakuwa kwenye nguo. Unafanya kisu. Bwana anajilinda. Unatembea na kisu unataka kumuua nani? Wakaja kunibeba juu. Ndio simu sasa nikaishikilia simu. Niacheni mnanizalilisha tangu jana na leo vipi? Nguo zangu atabeba kakako. Na pale kaka sasa nikamwona kaka. Nimemuona na mama na kuendelea mbele sasa wanakonipeleka huko kwenye hilo gari. Huko kule mbele kuna watu wengi tayari sasa walishanipangia, yani walishaniona nyumbani nilipofika. Hadi kuna mtu akaenda kutoa taarifa. Sasa nahisi ni yule ambaye amenipangisha pale kwenye ile. Akasasa nakuta kule wote. Wakanilaza chini. Wakanifunga kamba sasa kama chizi wanaamaanishia, yani sasa wanaamaanishia watu chizi, na kuna vitu vilitembea sana kwamba huyu mtu ni chizi. Yaani Magomeni alikuwa anafanya kazi Yanga kote, huyu mtu ni chizi. Walipokuwa nikamata ile siku wanafunga. Kaambia ni shida nini wanafunga kamba hivi. Wananiingiza kwenye gari. Kama hii gari mbona naweza kupanda? Mbona mnanifanyia hivi? Mnajua mwisho haya yote ile simu niendelea kujirekodi. Dakika mwisho niliongea tu. Nataka niondoke na mama. Niliongea neno hilo. Mpaka ipo ile video kwenye simu yangu. Nataka niondoke na mama. Kuna mtu anaongea. Mama yako utapanda naye. Basi akanipandisha. Mimi nipo kati, kuna mtu mmoja hivi. Huko na kakaangu, huko na babu. Kuna babu mmoja hivi wanakuta shushu, yeye ni mvuvi. Tukaondoka. Sasa wao wanasema wananipeleka hospitali kwenda kunichoma sindano. Jana ndo ananiambia, "Bwana una shida gani?" Kwani kuna shida gani? Tunataka kuchoma sindano. Utakuwa una shida. Una shida sio tutaka tukusaidie. Na mbona mimi si popote? Au nyinyi mnahisi mna nini? Tuna kuchoma kama sindano, sitaki mende mkanichoma. Bora mnipeleke polisi. Na ukileta matatizo hapa, nakupiga mimi, nitakupiga mimi mwenyewe. Sije kukupiga mimi, nitakupiga. Nikamwambia sawa, ila usinipeleke hospitali, nipelekeni polisi. Ile gari ile polisi inapita. Nikamwambia gari nitaipindua. Ile gari ikakona, ikaingia polisi. Nimevaa full nguo fulani za maua. Zwana Bahamas. Akishusha pale dono na zile lasi bado amenishusha na kamba zangu. Wanauliza vipi, kafanya nini? Hamna unachoongea. Walichoongea pale wakasema tu amenitukana mama yake. Na ndio mama ndo anafika. Amenitukana mama yake. Kwa kutukana mama yake tu. Mtoto ushakuwa muone au mabangi ndo anawasumbua. Walipoongea neno lile tunajua askari wataelewa tu. Walifika paka pale wanapopokea hapa mapokezi pale, wanambia mleteni kwao. Kafanya nini huyo? Mimi nikamwambia, nikaongea kwa sauti, nikamwambia hamna nilichokifanya. Wakatoka nje wote. Kafika mama kafanya nini huyo? Sasa hivi namuona tu anawapiga watu, ananitukana mpaka mimi. Wanatukana mamako? Na mama nimekutukana lini? Mama naye analia. Bana mpelekeni chumbani. Akanipeleka, wakanifunga sehemu. Na mimi niliapa sitokuja kuingia polisi. Na hiyo ndio siku ya kwanza mimi naingia polisi. Mule ndani kuna wapelelezi. Yaani polisi kishaingia, mule ndani kuna watu wanakuoji. Yaani kutokana na kesi yako, kama uliiba, uliua, umeingia kwa kesi gani? Yaani kuna watu washaambiwa huyo mtu
akawa ananiuliza nani, nikamwambia hamna, nikawapa historia yote ilivyotokea. Wewe kesho unatoka. Mambo ya imani. Kitu ambacho aliniambia kwamba haya ni mambo ya imani. Basi kule pale mle ndani kaanza kuchota mali mle polisi. Kwa wanaona tu mchangamfu, yani nipo simple tu sana. Ila usiku kulala wenye shida, mjeni nalala chini. Basi asubuhi kule namuona mama anafika pale. Mama kaja kanitoa. Ila muda wote leo ashafika. Mke wangu naye kashafika. Kwangu kashafika, sasa nauliza, kafanya nini huyu? Huyu bangi huyu. Shabanda kichwani. Wakawaambia, yani kama bangi haiwezi kufanya vitu kama hivi. Sawa, sababu kuna mapolisi wanavuta bangi. Ila hawajawahi kufanya vitu kama hivi. Ila kuna kitu ambacho unakifanya. Na kweli ilipigwa simu kule Masasa, waambia kitu ambacho unataka kumfanyia mwanao kiague. Watu wananiambia siku soni kiague, chukua maji. Ndo ananiambia, aliambiwa mama kwamba chukue maji anitemee. Mama anatikia tu kweli kweli. Unajua kama hivi. Mdona ananiambia simulia sio muda mrefu juzi toka nisimulia. Kwa hiyo tunakuja pale kutoka kabla sijatoka mule kwa askari anambia, "Bwana leo ndo natoka." Shida nini mama? Anambia, "Mama, shida kubwa niwaambia tu, nilimwambia ninunulie kompyuta." Mama, ni wewe unamwambia sasa nini kingine? Sema mama ulikuwa unamtukana. Sio kumtukana mama, sio kumtukana. Bwana kanunulia kompyuta. Ila na wewe acha kuvuta mabangi, kwa sababu ile bangi ilikuwa navuta. Ndio sawa taacha. Kweli ni pale nikaja nikanyolewa nywele pale. Tena nilijinyoa mwenyewe, wafuasa nilinyoa mwenyewe nikazikata zote. Kato. Sio hapa nikawa kusema nije niripoti, kana kuja kuripoti nikaondoka. Kana rudi nyumbani. Ila akili yangu sasa ipi? Yaani sina inasema pale mimi nyumbani sitaki kukaa. Nikamwambia hivyo hapa inabidi tuondoke. Mama sasa muda ule kawa anaenda Pwani, akana chef 5, kanambia atakupikia mke wako. Mimi naondoka. Nikamwambia hivi, ni pesa silali hapa. Bwana ndio kwenye chumba changu, sababu kule chumba sikipo. Kaondoka nikaenda kule, kaanza kufunga vitu. Vitanda nini? Sasa muda ule sinadaiwa kwenye kile chumba. Na kwenye nyumba hataki nitoke mpaka nimalize deni. Kwa vile vitu tumeviweka kwenye chumba kingine, ila na vyombo tu nimeweka kwenye chumba kile ambacho nimepanga. Ila vitanda akawa ameshikilia mwenye nyumba. Basi ile nyumba ambayo alikuwa anakaa ilikuwa bado nadaiwa. Kwa mwenye nyumba alikuwa hajaruhusu nitoke mpaka nilipe pango yake. Nikani kurudi na mke wangu, tukawa tumekusanya vitu, tunaweka chumba kingine, maana kuna chumba kilikuwa hakina chochote. Kwa baada hajaingia mpangaji. Kwa baadhi ya godoro, kitanda, tukawa tumeweka huko. Ni nyumba mwenyewe ana kazi ya uvuvi. Pia anajifanya kama hivyo mganga. Basi alikuwa amekuja na shemeji yangu. Kwa maana pale tunasaidiana kuchukua vitu kuweka chumba kingine. Baadaye tulikuwa tumeshamaliza. Akaniambia, "Leo utalala wapi? Maana naona vitu nakusanya." Kama bwana hapa kulala mwenyewe sielewi, ila kulala hapa sitaki. Ila mama kule akaniambia nende nikalale kule. Kwa hiyo nikamwambia mimi hapa nafikiria hapa kulala, nitaenda kulala hata kwa askari. Kwa mama ananiambia basi kule maeneo ya Bima kuna chumba nilikuwa nimepanga. Wanaita TRA. Kuna chumba nilikuwa nimepanga bado akijamalizika miezi. Kwa utaenda kukaa kule, kuna kitanda, kuna kila kitu. Endeni kule. Niambia sawa, itapendeza. Kwa tumefunga pale. Pia akaniambia, "Ulikuwa na shauku ya mchungaji?" "Bado shauku ipo." Niambia, yani hapa bado roho yangu haijatulia mpaka nipate mchungaji." Sema sawa, mimi nitakufanyia utaratibu. Samani, nini hasa kwa kuna kufanya ni mpaka mimi mchungaji unamtaka? Namtaka. Ni kitu kikubwa ambacho kwa kinifanya nipate mchungaji.
ile hali ambayo nilikokimbia nikakimbilia kanisani, afu nikajimwagia maji na kujibadilisha jina, yani kujiita jina lingine, na ile hali ya uoga ikawa imepotea. Afu bado nikawa na shauku nipate mchungaji, yani aniombee baadhi ya vitu, yani kuna vitu nilikuwa natamani tu mchungaji, yani moyo wangu ulikuwa unahitaji mchungaji, yani nishahaili baadhi ya vitu ninahitaji tu mchungaji. Basi akaniambia kuna msalaba hapa, shemeji yangu akanipa, nikauvaa, tena niliuvaa bila maficho, nikaweka tu. Ilikuwa mida kama ya saa 7 ya mchana. Hapa tunatoka Mguu, tunatembea tunaenda Shangani ambako wamepanga yeye. Kisha tukishaondoka kule mida ya saa 10 tuende kwenye iko chumba. Hapa tunatoka tukafika sifani hivyo, wakapata mahitaji ya kula, wakala pale na wale shemeji. Tukaenda mpaka Shangani kwake huko alikopanga, tukawa tumekaa pale tunasimuliana mambo yaliyotokea, wananipa pole nini. Kaambia ashapita, nimeshasahau. Basi jioni tukawa tumeenda kule kwenye chumba kile. Nakumbuka nilikuwa nimetoka na sabufa pale nyumbani, sabufa tu. Kwa hiyo nimeenda nalo kule ambako nimepanga. Kana umeme kila kitu kwa tumeweka, connect nini tunasikiliza. Basi tunaendelea kusimuliana. Nikamwambia wife nini ambacho kilikuwa kimeendelea. Ananiambia mimi sielewi, kama bado kuna vitu ananificha. Mimi sielewi. Ananiambia hamna. Kuna vitu nilikuwa naongea na wewe kipindi kwa sasa. Ila alikuwa anajibu vizuri. Ananiambia cha kwanza mama yako alikuwa ananipigia simu. Nikamwambia mbona ulikuwa unaniambia ulikuwa unanitisha? Ulikuwa unakutisha nini? Ananiambia kipindi ile siku ambayo umetoka unaimba kwa sauti ndani mpaka ukatoka nje unasema sijui asante Mungu, kuna watu walipeleka taarifa kwa mama yako, na mama yako akaniambia mimi kipindi nipo huko mumeo ashakuwa chizi. Nikaa nimemwamini kabisa, nikamwambia nimemwambia pale nyumbani mama baba kwa mume wangu amepagawa. Ila sasa nikaa nashangaa, mbona ananiambia amepagawa ila kwa unanitumia mahitaji? Kwa hiyo yani nipo sielewi, yani nipo pande zote, yani sielewi tu. Ila kubwa mimi imani yangu ilikuwa ipo kwako kwa sababu kubwa, kwa sababu bila hivyo nilikuwa tayari nishakuacha. Nikamwambia kingine kwa vitu vingi alikuwa navyo, ila alikuwa hajaniambia. Ila alikuwa ananipa vichache. Kingine akasema iko cha kwanza. Nikaamini wewe ni chizi. Pia nikasiamini wewe ni chizi. Nikamwambia kwa mpaka hapa tulipo, wewe unaamini mimi ni chizi au nishaugua wewe chizi? Akasema hapana. Ila na vitu aliniambia kule nyumbani mama kwamba huyu mama yake alikuwa kitu anataka kumfanya. Nikamwambia alijuaje? Tulienda kwa mchungaji. Walienda kwa mganga wao. Huko kwao. Wakataja jina langu. Yule mganga akaambia kwamba huyu mtu cha kwanza nyota yake kali. Na cha pili ni mtu ambaye anapendwa sana na watu. Kwa hiyo wanahitaji kumzoofisha. Waliambiwa hivyo. Kwa mganga ndo aliambeni hivyo. Nikamwambia mimi bado naona tu kama unanidanganya, kwa sababu kabla ya ulishakuwa kwenye udanganyifu, naona bado tunadanganya. Nikamwambia kingine kwanza mimi bado hapo siamini waganga. Basi nakumbuka kwa mara ya kwanza nachukua simu yangu, kaniletea bando, nikaanza kutafuta wachungaji. Kuna baadhi ya vitu, kuna mchungaji mmoja nimesahau jina lake, ila alikuwa anapenda sana mahubiri yake, sijui kwa wapi yule, ana lafudhi ya Tanzania. Alikuwa anaongea baadhi ya vitu kana naandika pale kwamba kwenye ukoo kuna baadhi ya vitu vinaweza vikatokea vya kiimani. Kweli kuna vitu kana anapiga mule kwamba
familia, kuna baadhi ya familia zina hizo mila, tangu enzi hizo, kwamba unakuta haitakiwi mtu yoyote afanikiwe